Nikumbuka hii hapa, tupate nafasi ya kuweza kuisikiliza kidogo, alafu tena kumsikia mwimbaji mwenyewe. Natumaini hata wewe utakuwa umewahi kuisikia nyimbo hii hapa, na uko unajiuliza alikuwa na maana gani. Wako ambao walipata nafasi ya kupata ufafanuzi wa wimbo huu, lakini pia kwa sasa na wimbo mwingine mpya pia ambao kwa siku ya leo tenda kuzungumzia zaidi. Lakini acha nikukumbushe mwimbaji ambaye niko naye studio ni huyo hapa. Kwenye mtandao mmoja na Kristo tunaunganishwa, tunaabudu wote, tunahudumu wote, lakini kila mmoja ana tabia zake. Nikarifu makundi kubwa la wamama, uso za furaha natoka kwenye huduma. Nashangaa na msingenya mwenzao ambaye wakati huo hayuko pamoja nao, yani wameokoka na bado wanasingenya. Nikasema sipiti hapa bila kuwasalimia. Bwana Yesu asifiwe, wamama mmependeza. Amina, ubarikiwe hata wewe umependeza. Wauliza nyisi mnaokoka mnasengenya kwa nini? Wenzenu wa mko naye mnamsemea nini? Samahani, uwe na hekima kijana, yaishie hapa hapa Yasifike kanisani. Hii kapita sikuhifadhi moyoni. Siku nyingine natoka kazini, nimechelewa, safiri foleni, saa 4 ya usiku ndo nashuka kituoni. Taratibu huyo uchochoroni, shortcut na kwenda nyumbani. Sikuamini macho yangu, yani ni kama vioja. Dada moja tunasali pamoja, yuko na kijana amewekwa kifuani. Nikasema huyu dada tunaimba naye kwaya, anafanya nini hapa tena, yuko kona mbaya. Habari dada, Bwana Yesu asifiwe. nzuri tu. Habari za utoka? Namsalimia hivi ananijibu vile. Dada huyu ni nani na hapa unafanya nini? Unajua kaka, huyu ni ndugu yangu. Ndugu yako mbona hakuja nyumbani? Ndugu yako kumbatiane uchochoroni. He, yaishie hapa hapa, yasifike kanisani. Nimekufuma hapa unafanyaje? Yaishie hapa hapa, yasifike kanisani. Hivi ni nini neno linasemaje? Yaishie hapa hapa, yasifike kanisani. Nimekufuma hapa unafanyaje? Yaishie hapa hapa, yasifike kanisani. Wewe si mwokoka, neno linasemaje? Yaishie hapa hapa, yasifike kanisani. Siku nyingine niko Mbagala Kuu, baada ya kufikia viwanja bei nafuu. Nikasema nende kununua cha kwangu, niepuke kupanga na bibi niwe na kwangu. Nikashuka mie kwenye gari, taratibu natafuta madalali. Sijui bahati mbaya au bahati nzuri, haja ndogo imenibana, vipi ningejisitiri. Utazama mbele yangu kuna baa, nikasema hapa hapa kunafaa. Nikaingia ndani kuomba kujisaidia, ile kuingia sikuamini macho yangu. Nikamuona mama ambaye namfahamu, tena ni mlokole, soshe mke wa mtu, amekumbatiwa hadharani bila aibu. Ndipo nilipoamini shetani ana adabu. Kumtazama mkononi ameshika bia, ndipo nilipoamua niende kusalimia. Habari mama, Bwana Yesu asifiwe. Marahaba Brian, unafika mpaka sehemu hii? Nasalimia hivi ananijibu vile. Mama huyu ni nani na hapa unafanya nini? Tuheshimiane Brian, tusifuatiliane. Yaishie hapa hapa, yasifike kanisani. Nikaondoka zangu moyo ukiwa umesinyaa. Wiki nzima mimi sikuwa na raha. Siku nyingine niko Kariakoo, mji uliojaa warembo na mabisho. Kutazama kulia nikamwona baba mmoja tunayesali naye, tena ni mzee wa kanisa. Mbele yake kuna binti anakatisha, muonekano wake haifai kumwangalia. Nywele za bandia, chini nguo za kulalia, makalio ya mchina, maziwa yamebinuliwa. Mzee katoa macho paka na malizikia. Habari baba, Bwana Yesu asifiwe. Njema kijana wangu. Mzee wangu, hivi huoni aibu? Unapoteza muda kutazama upumbavu, jui madhara yake kiroho. Unajiharibu, unabeba matamanio, unapoteza hofu ya Mungu. Kweli kijana wangu. Chuma unoa chuma, yaishie hapa hapa, lakini yasifike kanisani. Nimekufuma hapa unafanyaje? Yaishie hapa hapa, Yasifike kanisani. Hivi ni nini neno linasemaje? yaishie hapa hapa, yasifike kanisani. Nimekufuma hapa unafanyaje? Yaishie hapa hapa, Yasifike kanisani. Wewe si mwokoka, neno linasemaje? yaishie hapa hapa, Yasifike kanisani. Imeandikwa mshahara wa dhambi mauti. Haya bwana, itafahamika Yesu kirudi. Tena na tena, tena na tena.
yaishie hapa hapa yasifike kanisani. Nimekufuma Hapa unafanyaje? Yaishie hapa hapa yasifike kanisani. Ai, nimekufuma hapa unafanyaje? Yaishie hapa hapa yasifike kanisani. Wewe. Yaishie hapa hapa yasifike kwa pastor. Ilikuwaje? Kuna wengine tunajiuliza, unazuia au unaficha dhambi? Mwingine na maswali anauliza, sasa kwa nini tusifikishe wakati nimeona? Unajua kuna kitu kimoja. Naam. Wambea wapo kokote. Makanisani wapo. Naam. Mitaani tunao. Lakini wambea wakati mwingine wanatusaidia. Okay. Ili tunyooke. Nikupata kwenye mic hapo vizuri. Wambea popote wapo. Makanisani tuko nao, mitaani tunao, lakini wakati mwingine wambea wanatusaidia kuishi maisha ya utaua. Okay. Unajua yasifike kanisani inamuelezea mtu ambaye anafanya uovu kwa kujificha. Watu hawajui, wapendwa hawajui, pastor hajui, watumishi hawajui, anajificha. Lakini katika matukio ambayo alikuwa anafanya akawa anafumwa, kuna jamaa anamfuma akifanya yale matukio. Yule jamaa huyu mtu ambaye anafanya matukio anamjua jamaa ni mbea, hata yafikisha tuambia bwana yasifike, yaishie hapa hapa. Yasifike kabisa. Kwa hiyo unaona kama unawaficha watu, lakini Mungu anakuona popote pale. Cha msingi ni kuishi maisha ya kumpendeza Mungu tu. Sawa. Na mwishoni hapo umemaliza yatajulikana Yesu itafahamika Yesu akirudi, maana Yesu akirudi ndio atakaye atatawanya magugu, ataweka huku ngano, ataweka huku, atachukua ngano atapeleka garani, alafu magugu yanaingia motoni kuchoma. Sidhani kama kuna mtu anaweza kuweka kwenye gara yake akaweka magugu. Sawa, wimbo kwa sasa mtu anaweza kupata wapi? Kwenye mitandao ya kijamii unapatikana? YouTube unapatikana. Pastor Brian Mwimba. Sawa. Pastor Brian Mwimba, tumfahamu hapa. Hii pastor ni ile jina tu umejipa pastor au wewe ni pastor kabisa Brian Mwimba? Kwa manufaa ya wasikilizaji, maana wewe unanijua. Naam. Hapa ni kwa wasikilizaji. Ni pastor wa Sinai Mission International. Sinai Mission International usikana nini hasa? Ni huduma, ni kanisa. Alafu wanasema sasa nyimbo gani hizi? Mbona kama anatuletea uimbaji wa huko uuni? Hujapata vikwazo katika safari yako mpaka hapo ulipofika? Hadi kufikia hapa ndugu yangu vikwazo vilikuwa vingi. Unajua mimi nimeanza kufanya muziki, ilikuwa ni kuandika mashairi yangu mimi kama mimi nimeandika 1999. Ni bongo flavor. Okay. Ni hip hop ile ya kidunia. Alafu 2007 narudi kwenye wokovu, maana nilikuwepo huko afu nikarudi nyuma. Narudi kwenye wokovu na kuja kutengeneza track ya kwanza inaitwa na Kanyaga ambayo ikafanya vizuri. Nikafanya track kama 3 afu nikaacha muziki wa gospel hip hop. Nikatulia kufanya mission nyingine. Kurudi kwangu nimerudi na asifike kanisani miaka kama 10 na imekatika, lakini nyimbo ambazo zilishafanyika miaka ya nyuma zikawa zijaachiwa. Kwa hiyo baadaye nikaja nikazirudia kupata product nzuri nikaziachia. Sawa. Wakati huu hapa kuna wimbo mpya umeachia. Unaitwa Mtu Mzima. Naomba tufahamu wimbo huu. Kwa nini Mtu Mzima? Katika maisha yangu mimi ya kihuduma nimepitia hatua nyingi mno. Kuna wakati mimi nilikuwa nafikia kipindi hadi naacha kwenda kanisani karibu miezi miwili. Kuna watu tu wameniinukia na kunitamkia mabaya na kuniharibu moyo tu. Unakuta una hamu ya kuingia hata ibadani. Nisha kutoka kanisani kwetu nikaenda kuabudu Tegeta bila mtu kujua, na hilo kanisa sikuwa nalijua. Nimeenda tu nikafika, yani kwa naenda tu kutafuta mahali pa kuabudu. Nikakuta kanisa nikaingia nikaabudu, na hata mchungaji wa mahali hapo aje niona tena hadi leo na hajui nilifuata nini, lakini kwa nina maumivu ndani. Kwa hiyo hatua ambayo nimefika, Mungu amenifikisha ni utu uzima. Yani mimi hata uniseme, unitukane, mimi siwezi kususa kwenda kanisani. Yani mimi naona ni kawaida, maneno yapo, siogopi na yapenda, kumpiga teke kobe ni kumsaidia kwenda. Unaona vitu kama hivyo. Kwa hiyo manake nimeshakuwa, yani ule utoto wa kutaka kubembelezwa kuhusu ibada sinao. Maana wewe mchungaji una mbingu ya kunipeleka mimi. Ukinikwaza mimi bado nitaabudu, usiponikwaza nitaabudu. Ukiniambia nitoe nibarikiwe nitatoa, usiponiambia nitatoa. Maana mimi najua kutoa sitoi kwa ajili kwamba nitabarikiwa. Natoa kwa sababu nampenda Mungu. In short. Sawa, hapo kuna kitu umekigusia. Wewe nikikukwaza utaabudu, nisipokukwaza utaabudu. Yuko mwingine sasa hivi akikenua kidogo au akikwazwa kidogo tu kama kanisa, kama lingine. Zungumza naye. Huo ni utoto. Iko hivi.
Biblia inasema hivi, ole wake akwazae na ole wake pia akwazikae. Iko hivi, hakuna kitu ambacho kitanitenga mimi na upendo wa Mungu. Iwe ni adha, dhiki, shida, chochote kile. Yaani mimi upendo wa Mungu hakuna kunitenga nacho. Hizi ndio level tunazita za kiutu uzima. Maana kiwe hata mtu akuseme vipi, akutukane, huyo mtu hana mbingu ya kupeleka. Ushindwe kuiona mbingu kwa utoto wako. Wewe ukinisema bado mimi nitampenda Mungu, nitaabudu. Usiponisema nitaabudu. Wewe kuna wakati mwingine wanatusema mambo ambayo ni ya kweli. Lakini kiburi tu kile, unajua ile kiburi mtu unaona unaamua kukaza, lakini mengine tunaosema ni ya kweli. Kwa hiyo cha msingi tuache kiburi, tunyenyekee, tusonge mbele. Chochote kile ili ufanikiwe ni kunyenyekea tu. Msikilizaji, ni Pastor Brian Mwimba, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Tumepata nafasi ya kusikia wimbo ambao umefahamika sana kwa hapa Radio FM na umeusikia sana msikilizaji, Yasifike Kanisani. Kwa wakati huu tupate nafasi ya kusikiliza wimbo wake mpya kabisa unaitwa Mtu Mzima, na akiwa amemshirikisha Neema Masangula. Nay voice. Na huyu ni binti yangu katika Pure Gospel. Mimi nafanya kazi sana na waimbaji wangu. Pure Gospel. Nilifanya Yasifike Kanisani na Eliadisia Lukindo. Yeye ndo alishiriki, ni mwimbaji wangu pia wa Pure Gospel. Lakini nimefanya na Neema. Kuna mwingine nitamtambulisha muda sio mrefu. Neema nilifanya nyimbo 2. Lakini kuna watoto wa kiume 2 nitafanya nao tena kazi. Sawa, msikilizaji, sikiliza kazi mpya hii hapa ya Pastor Brian Mwimba, anakuambia Mtu Mzima. Sikiliza wimbo huu. Tena let's go. Ongezeko la upako na nifanya nijidai, na unafahari kwa Mungu aliye hai. Sijivunii kuweza, najivunia neema kwa damu ya Golgotha. Nimefanywa chombo chema, nishakuwa mtu mzima, tofauti na zamani. Ukinikwaza naondoka ibadani. Wiki 2, wiki 3 sionekani kanisani. Nishakuwa mtu mzima, najua kusamehe, najua kuachilia, uchungu usiendelee. Ni mtu mzima kifikra na akili, nimefunguliwa macho ya roho na sina mwili. Nilikuwa sitoi zaka, hata pasta najua kifundisha matoleo, naona kama nazingua. Sikutoa kumtolea Mungu, sifundishwi, nishajua. Maneno yako siogopi na yapenda, kupiga teke kobe ni kumsaidia kwenda. Ukubwa sio ndevu, ni wingi wa maarifa, ni akili soma babu, tafuta maisha. Hata kiroho nimeanza kuota mvi, najituma kwenye huduma na vikwepa vishawishi. Let's go! Pure Gospel! Ndio kurudi tena, sio Silas Gise Bible kama lote. Let's go! Sio na wapo radio mkubwa, nimepitia utoto, nimekutana na makubwa, yamenipa changamoto. Sikukosa kwenye ibada kufundishwa maandiko, nimejifunza kwa shida kufikia hapa nilipo. Najua kukataliwa, mateso pia kufichiwa, uso Mungu zeni najua kurudiwa. Wewe mtu msamaha, hapa mbingu zinaongea, ukikwazika wetabaa, wezako watapokea. Nasikiaga wakisema njoo ukumuone Mungu, uambukizo upako na baraka za Abrahamu. Kama Musa ufundisho kuvuka bahari ya Shamu, njoo upande mbegu uvune kwa tabasamu. Hayo mambo yanafaa kwa vichanganisha kuwa mtu mzima, skurupuki na jipanga. Wetu anakambi popote anaonekana, mtafute kwa bidii madamu anaotikana. Alonekana jangwani kwenye wingu akashuka, haina haja ya kulia makanisa, uende huduma fulani ukatafute upako. Tulia hapo ulipo, Mungu yuko hapo hapo, ukimwita anaitika sikio lake. Kaa chonjo mtu mzima. Let's go! Pure Gospel na wapo radio. Silas Gise, AGM, Isa my director, tuko pamoja. Mwimba na bado naendelea ni
nilishakuwa tayari, sishangae nikiongea mateso ya Kalvari tena yatajirudia. Mimi ndo swali, Yesu jibu, maisha nachekelea. Utu wema, fadhili na hekima, hii inathibitisha umeshakuwa mtu mzima. Kiroho uko njema, so mgonjwa, so kilema. Wingi wa mafunuo tofauti na mtazamo. Ni wakusanye wa Kristo tuandae kongamano. Nipinge uonevu kwa kufanya maandamano. Nishakuwa hilo siungi mkono, najua maombi yangu ni zaidi ya maandamano. Furaha yangu ni kumjua Mungu, ila furaha ya mjinga ni fitini. Let's go! Ndio, kurudi tena sio Nay Voice. Pitch M, you are Cosmo. Wako radio. Nimeshakuwa mtu mzima. Wimbo unaitwa mtu mzima. Anaitwa Brian Mwimba akiwa naye Neema Masangula. Tena na tena 13:11. Niliongea kama mtoto na mtu mzima hapa. Tunalonga kiutu uzima. Yesu ni Bwana, piga kelele. Tena na tena. No chorus. No. Yesu ni Bwana, tena na tena. Yesu ni Bwana, tena na tena. Msikilizaji, wimbo unaitwa mtu mzima. Mwimbaji anafahamika kwa jina la Pastor Brian Mwimba akiwa amemshirikisha Neema Masangula au Nay Voice. Umepata nafasi ya kuweza kusikia mashairi ambayo yapo katika wimbo huu hapa, na anakuambia ukimpiga hata teke ndo unamuongezea mwendo. Ukubwa sio ndevu, ni wingi wa maarifa, ni akili sio mabavu kuyatafuta maisha. Hata kiroho nimeanza kuota mvi, najituma kwenye huduma na vikwepa vishawishi. Kama nielezea zaidi mistari hiyo, kwa nini ukaimba hiyo mistari hapa? Unajua ukiyatumia maneno yao vizuri yanakusogeza mbele. Ukiyatumia vibaya na kurudisha nyuma. Kwa mtu mzima ukimpiga maneno ni kama umempiga teke kobe, yani umemsaidia kwenda mbele. Anakuambia ukimpiga chura unamongezea mwendo. Sasa tumetumia kobe maana chura wengi wanasema. Chura na kobe wanatofautiana tu staili za kutembea, kinote miendeoni midogo. Sawa, msikilizaji, ni dakika chache hapa na Brian Mwimba. Namba yake nitakutajia, lakini naomba wewe mwenyewe pia msikilizaji una kipi cha kumwambia mwimbaji Pastor Brian Mwimba ambaye niko naye hapa studio kwa 0736777126. Nambari hapa studio, na kipi cha kumwambia mwimbaji wa wimbo huu Pastor Brian Mwimba. Awali tulisikia wimbo wake Yasifike Kanisani, kwa sasa unasikia wimbo huu mtu mzima. Wakati pia nikisubiria simu ya msikilizaji. Wimbo hii inapatikana wapi, na pia niseme nyimbo zako kwa ujumla? Ni YouTube tu, ila wiki moja ijayo zitapatikana nyimbo zote kwenye platform zote. Okay. Sawa. Kwa hiyo akiingia pale YouTube anaandika Pastor Brian Mwimba, unatafuta nyimbo unayotaka. Iko mtu mzima, iko Yasifike Kanisani, kuna nyimbo za pure gospel ziko pale ndani pia. Sawa. Ukiona hiyo Pastor Brian Mwimba inakusumbua, andika tu Mwimba alafu mtu mzima utakuja, au andika mtu mzima tu Mwimba itakuja. Sawa. Huyu anasema mtumishi wa Mungu Silas Mbise, mpe hongera sana Brian, atusaidie namba ya simu, anajua kuimba, nimeshakuwa mtu mzima. Robinson mtu mpole hapa Posta Dar es Salaam akisema maneno hayo hapo. Robinson, nakushukuru, nimebarikiwa na komenti yako. Nakupa namba yangu wewe Robinson, 0654 nambari ya Pastor Brian Mwimba. Yo msikilizaji, iandike, tunarudia tena 0654 11 8913. Wewe ni mtumishi wa Mungu, mchungaji na kanisa lako, inakuwaje? Mwaliko wote ukifika mapema, yani usinipigie simu Ijumaa au Alhamisi, yani bado siku chache kufika Jumapili afu kanialika, itakuwa ni ngumu. Lakini ukinipa taarifa mapema, najua nifanyaje madhabahuni kwangu ninapotumika, alafu nije na hudumu pamoja na wewe. Sawa, naona hapo kwenye line yangu kuna shida. Sawa. Basi msikilizaji, tutawasiliana naye moja kwa moja Pastor Brian Mwimba ambaye amekwambia kutaka kumwalika, basi mwaliko wako ufike mapema sana kwake ili aje kupanga ratiba za kuweza kufika na kuhudumu pamoja katika huduma ambayo umemwalika nayo.
neno lako, tunaelekea mwisho wa mwaka huu hapa, Christmas. Tumebakiza siku kadhaa sasa hivi kufikia mwaka mpya 2026. Una kitu gani cha kumweleza msikilizaji anayetusikiliza? Mimi ni mwambie kitu kimoja msikilizaji. Huenda alikuwa na malengo mengi aliyapanga. Mengine yametimia, mengine hajatimia, na huenda akawa hajatimia kabisa. Mwaka huu 2026 aanze upya. Aingie na maono mapya na mipango mipya. Alafu hakikishe kila mipango anayoipanga anatembea na malengo kutimiza mpango wa kwanza, wa pili hadi wa mwisho. Mungu atamuinua. Asikate tamaa, na pia kingine tuendelee kuombea taifa letu kama Watanzania. Naamini Mungu atatuweka sawa. Amina. Msikilizaji wa Pastor Brian Mwimba, atakuacha naye tena na wimbo wake hapa wa mtu mzima. Upate nafasi ya kusikia kwa mara nyingine mwanzo mwisho. Kuna kionjo hapo umekimba sana, na nimekusikia hapa pia ukikiimba sana. Tena na tena, tena na tena. Tena na tena, unajua mimi nilivyo. Mungu ni ndio maana nakwambia sijivunii kuweza. Najivunia neema. Mungu amenipa neema, sijawahi kuachia kazi mbovu. Ndio ile tena na tena, kwamba ni ujio mpya ambao ni moto, ni tunaendeleza kutoa moto tu. Kwa hiyo tunajivunia kwamba ni neema ya Kristo, ameweka kitu ambacho tunamtukuza nacho. Kuna kijana yuko kijiweni sasa hivi, madawa dawa za kulevya zinamsumbua, ikiwemo labda tuseme bangi, tuseme na muziki huu unaonekana ni wauni kama hao. Zungumza nao kwa lugha hiyo wale ambao yani unajua kuna vijana wengine ambao wametengwa, hata akiona kanisani mimi kuna mwingine anaimba tuseme ana rap sawa, alafu anatamani pia kuja kanisani, lakini kama kanisani sisi, unajua sisi wa kanisani tumeokoka, so unajua vile tunajiona leo tumeokoka, alafu kumbe Yesu alikuwa ana shida na sisi, ana shida na wale waliopotea. Hata Yesu alikuja kutafuta waliopotea. Kuna kijana amepotea sasa hivi, anasema mimi bwana, mimi michano ndo yangu. Zungumza naye. Kwanza niseme kitu kimoja. Cha kwanza, gospel hip hop sio uhuni. Kwa wachungaji ambao watapiga vita gospel hip hop watapoteza uzao mkubwa sana wa vijana. Maana vijana wana mambo yao. Ndio maana Mungu amewekeza hivi vipawa ndani yetu. Sio kwamba ni shetani aliweka, ni Mungu. Kama aliweka, maana yake alijua kitu ni cha thamani, ndio maana akakiweka ndani mwetu. Niwaambie vijana ambao wako mtaani, hizo wanavuta bangi, vyovyote vile, lakini hawamjui Kristo. Niwakaribishe kwa Kristo, maana huku kwetu sio ushamba. Usitegemee kwamba kujua kwamba kuokoka ni ushamba. Kuna watu ambao sio washamba, ni kuokoka sio ushamba kifupi. Kuokoka ni moja ya ujanja mkubwa mno, na hip hop zinafanyika kanisani kama hivi unaona. Na kitu kimoja nataka nikwambie Silas, nina project inakuja, nafikiri itaanza mwezi wa 6 mwakani. Tumeshaanza nao chini chini. Huyu unayemuona director anachukua video ndio director wa Pure Gospel na ndio director wangu mimi. Nyimbo mtu mzima inashutiwa, imeshashutiwa baadhi ya vipande, tukastop kutokana na zile vuguvugu za vurugu. Tunarudi tena location. Ndio director wa Pure Gospel anayeshuti video na kila kitu anaisimamia. Tayari tuna production ya video iko, na tunafungua production ya audio mwezi wa 6 ambao tutadili sana na vipawa vya watu ambao wako mtaani. Watu wanaorapu, wanaoimba, lakini sana tutadili na wale ambao hawana majina kabisa, ambao wanataka kumtumikia Mungu kweli, lakini hao tutadili nao. Tayari video production ipo, tunayo. Lakini upande wa audio ndio tuko katika hatua za mwisho kuandaa ndani studio zetu za audio, ambao studio ya audio itakuwa pamoja na video ofisi hii moja. Yani jumba la kifalme litakuwa ni moja tu. Unaingia unakutana na Isaac yule pale, unadinai kwenye video, unaingia chumba cha audio unakutana na Gaspar Mchopa ambaye anadili na audio. Baada hapo kuna sehemu utakuja utapiga picha kama utakufanya cover, vyote vile. Utastarehe mahali unacheki movie nini. Kila hilo ni jumba la kifalme linakuja. La Pure Gospel. Hii yote msikilizaji kwa ajili ya ufalme wa Kristo. Na mawasiliano yako kwa mara ya mwisho tena. 0654 11 89 13. Yesu ni Bwana. Amina. Msikilizaji, na kuacha na wimbo huu hapa kutoka kwa Pastor Brian Mwimba. Wimbo unaitwa Mtu Mzima. Naona fahari kwa Mungu aliye hai, sijivunii kuweza, najivunia neema kwa damu ya Golgotha. Nimefanywa chombo chema, nishakuwa mtu mzima, tofauti na zamani. Ukinikwaza naondoka ibadani, wiki 2 wiki 3
sionekani kanisani, nishakuwa mtu mzima, najua kusamehe, najua kuachilia, uchungu siendelee. Ni mtu mzima kifiga na akili, nimefufuliwa macho ya roho na mwili. Najua kifundisha matoleo, naona kama nazingua. Kimbia narudi tena kazini.